nikiwa pale nilikuwa ninawaza sana kuhusu kuwa like Christ, kuwa na character za Kikristo. Na nilikuwa nawaza, najiuliza maswali mingi sana, najiuliza kweli, naanza kuangalia vile Christ na vile alikuwa na operate. Maana sisi ni wasomi wa Biblia, unaona vile alikuwa na operate, vile alikuwa anatembea, vile alikuwa na handle things, vile alikuwa anafanya. Na tukaambiwa the fruit of the spirit ndizo ambazo zina manifest Christ in us. Zile fruit za spirit ndizo zina manifest Christ. So when my spiritual father was ministering, nilikuwa najiangalia na pia naangalia the environment kama kuna Christ like people. Am I the people that are around me? Kuna hizo vitu, kuna hizo the character, the fruit of the spirit ambazo zina manifest katika maisha yetu sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Uliza jirani yako, kunazo kweli kwako? Uliza jirani yako, ukiangaliwa kweli zinaonekana? Si umuulize kabisa, na umuulize ukiwa unamaanisha. Mwambie ukiangaliwa zinaonekana hizo fruit of the spirit ambazo zina manifest Christ. Ya kwamba ukitembelea hapo watu hawataki si lazima uambie, watolee ushuhuda mrefu ya kwamba mimi nimeokoka. Ukitembelea tu hapo tu anasema huyu ni Mkristo. Ziko ambazo zina manifest as a young person, ziko. Amen. Nasema amen. Na nikiwa hapo nikawaza na nikaona kitu ambacho our Lord and our Savior Jesus Christ, kile kilimleta na kile kinakuanga kimemjaa ndani ya moyo wake na kile kilisababisha aende msalabani, ni ya kwamba kusiwe na mtu hata mmoja ataenda hell. Sio ni mzuri wapendwa? Hiyo ndio iko kwa moyo wa Yesu mpaka leo, akitulilia, akintercede for us, ya kwamba kusiwe na hata mmoja wetu ataweza kuja kuenda njia ya hell. Na ni kwa njia gani huyu Yesu? Kwa njia ya msalaba. Na kwa hivyo nikaangalia basi hili jambo ambalo liko ndani ya Yesu, ambalo lilimpeleka msalabani, ambalo lilisababisha avumilie haya yote, sisi nasi tuko nalo. Na hilo jambo ndilo nataka kuongea kwa dakika chache sana, zile Bwana ataniwezesha, about winning souls. 1 John chapter number 2 verse number 13 and 14. Bible inasema, I write unto you fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you young men, because you have overcome the wicked one. I write to you little children, because you have known the Father. Now niko hapo kwa young men, hapo kwa young people. I write unto you young men, because you have overcome the wicked one. Verse number 14. I write unto you fathers, because you have known that him that is from the beginning. I have written unto you young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. If verse number 14 imeongeza another word hapo, I write to you young men, because you are strong. Hapo ndio linaanza. Young people, they are strong. Jina la Bwana libarikiwe. Young people, they are strong. You have strength to do the ministry. You have strength to go out to preach. You have strength to go in the street and win souls. You have the strength kuwekelea speaker kwa kichwa utembee naye. Lakini tukiwekelea
tukiwekelea mzee wa miaka 70 speaker, tutakuwa tunamkosea. Jina la Bwana libarikiwe. Tukiwekelea mzee wa miaka 60 speaker kwa kichwa, tutakuwa tunamkosea. Lakini maandiko yanatuambia, I write to you young men because you are strong and you have overcome the wicked one. We are strong to do the work of God. We are strong to go out to bring souls in the kingdom. We are strong to go in the street. Area ile umetoka, you are strong kutembea hizo barabarani na kuhakikisha hell ama jehanamu haina wafuasi. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, mwambie pokea neema ya kuhakikisha jehanamu haina wafuasi. Mwambie tena, pokea neema ya kuhakikisha hell haina akina nani? Ni kwa nini? Because we young people, we are strong and we have overcome who? The wicked one. Tell your neighbor, you are strong and you have overcome the wicked one. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unangojea hujatoka kuleta watu? Na maandiko yanasema kwamba I write to you young people because you are strong. We are strong. So kama we are strong, mpaka hata ukiitishwa basin ama karai, uwezi inama kulingana na vile uko chonjo, hata unaweza okota na mguu unashika na una Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini hiyo strength tusiweke in the kingdom service? Gusa mtu mwambie hiyo strength iweke in the kingdom service. Hallelujah. Baada ya hii conference, young people, enda kwa Yoroko Church, akisha wengine moto. Kaeni, tembeeni, tengeni siku ya kutembea, leta people katika ufalme. We are strong. Hallelujah. We are strong. Hii nguvu yote sasa, hii nguvu yote ni ya nini tafadhali? Hii nguvu yote ni ya kupelekwa kwa kitanda kulala. Hii Bwana Yesu asifiwe. Hii nguvu yote ni ya nini? Tuitoe barabarani, to preach, tuleta watu katika wokovu. Jina la Bwana lipewe sifa. Very, very fast, why we must win souls. Number one, it is a great commission from our Lord Jesus Christ. So, if we are spiritual Christians, kama vile tumehubiriwa na our spiritual father, then the Spirit of God in us analia kile ambacho moyo wa Yesu unalia. If we are spiritual Christians, the Spirit of God ambaye ako ndani yetu, maana ndiye ana reveal kile kiko katika moyo wa Mungu. So kile moyo wa Yesu unalilia ndicho tunalilia, if we are spiritual Christians. Jina la Bwana libarikiwe. Na Kristo Yesu analilia souls wasije wakaperish. John 3:16. For God whoever believes in him shall not perish, but glory to God. So the heart of God, the heart of Jesus, ataki hata moja perish. Na if we are spiritual Christians, kile kinalilisha moyo wa Mungu ndicho kinakulilisha. Kile kinataabisha moyo wa Mungu ndicho kinakutaabisha. Kile kinasumbua moyo wa Yesu ndicho kinasumbua moyo wako. Amen. Labda kama uko kano Christian ama natural Christian, kano Christian, hata sumbuliwa na hii kitu. Lakini spiritual Christians, because akona the Spirit of Christ, kile kiko katika moyo wa Kristo, kile kinafurahisha Kristo ndicho kinamfurahisha.
kile kinalilisha moyo wa Kristo ndicho kinamlilisha. Amen. So being strong young people, we need to put this strength on ground. Jina la Bwana libarikiwe. Uza mtu mwambie weka hiyo strength on ground. Amen. Kuna young people ambao wako kule. Kuna young people ambao wana perish kule. Go and bring them to the kingdom of God. Nimesema number one, it is a great commission from our Lord and Savior Jesus Christ. Matthew 28:16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus and told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. This is a great commission. Ndio tumeulizwa na Yesu, ambaye we being Christians tunaitanishwa na Kristo. So anatuambia go ye, anatuambia enter, bring many, make many my disciples. So nakuombea katika jina la Yesu Kristo, tukimaliza hii conference, ukifika to your local church, unaenda kuachilia fire ya kuleta watu. Unaenda kuachilia fire ya kuchange your church in terms of numbers. Inua mkono wako wa kulia, sema ninapokea neema ya kwenda kuvuna mavuno na kuleta wengi katika ufalme wa Bwana. Haleluya. Ninasema haleluya. Matthew chapter number 9. Matthew chapter number 9 and verse number 35. Matthew chapter number 9 and verse number 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into. Inua mkono wako, sema Baba nitume in your field. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alikuwa anatembea kihubiri, lakini akafika mahali ambapo akaona the multitude, they were harassed and helpless. Wapendo, mahali tuko kuna watu wengi sana unaona ameharasiwa na shetani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu anararanga kwa mtaro akiwa amelewa, hiyo si harassment? Si tuongee wapendwa. Yule mtu anararanga kwa mtaro akiwa amelewa, ama kijana kabisa wa 20 years anaenda kuvuruta bangi mpaka aconnect mchana ama usiku, hiyo ni nini? Hiyo ni nini wapendwa? Hiyo ni harassment ya kishetani. So maandiko yanasema kwamba Yesu akawaangalia, akaona nini? Akaona they were harassed and helpless. Like what? Like sheep. Wacha sasa nikwambie hii wapendwa. Wacha hii nikwambie hii. Kuna watu tunatangamana nao kule kama vijana, kule wengi sana kama vijana ile shuleni, in the village, everywhere. Unasikia mtu akikwambia kwamba kanisa ya nini? Hakuna mambo ya kutaka wachungaji. Hakuna. Tafadhali muambie harassment haiko mbali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasema kwamba they were helpless and harassed like a sheep without a shepherd. Salimia mtu muambie it is dangerous for your life if you don't have a shepherd. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vijana wanaongeanga huko hivyo, mimi mambo ya church, mambo ya church, mambo ya pastor. These people, they were helpless. Kama hauna shepherd, who is a shepherd? A shepherd is a pastor.
A shepherd kwa Kiswahili ni nani? Mchungaji. Salimia mtu mwambie kama una mchungaji, you'll be harassed, you'll be helpless. Yesu anasema ya kwamba they were helpless na harassed like a sheep without a shepherd. It is dangerous. Tuende kwa ground, tuwatoe in the place of harassment. Mahali shetani ameweka mahali watakuwa harassed. Mahali shetani ameweka mahali ambapo watakuwa helpless. Uwalete under the shepherdship of Christ. Jina la Bwana libarikiwe. Sema ninaenda. Jina la Bwana libarikiwe. So if you are spiritual Christian, hii inastahili kuflow. Lakini kule wale tunatangamana nao kuna shida. Jana nilikuwa kwa ofisi hapo na mwanandanda akakuja akabisha. A young lady akakuja akabisha. Akaingia kumbe ni hawa anaendanga wakiuza vitu. Wanaitangwa aje? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anauza omo. So akaanza kusema excuse me, nataka kuongea nini. Nikamwambia sema mimi sijui ni wa kampuni gani nini tunauza hii barabara. Nikamuuliza unauza hivi vitu vizuri, lakini sasa unajuana na Yesu? Akasema tuachane na mambo ya Yesu. Tuachane na mambo ya Yesu maana saa hii niko biashara. Nikamwambia hapana, kama umeingia ofisi yangu lazima pia usikize yangu na nisikize yako. Tusikizane. Bwana Yesu asifiwe. Yote tusikiza. Mimi nitasikiza yako na hata usikize yangu. So unajuana na Yesu? Akasema hapana. Ungependa kujuana na yeye? Hapana. Unataka kuishi hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza ndanda, wewe umetoka wapi? Maana mtu ananiambia anataka kuishi hivyo. Nikamuuliza umetoka wapi? Mimi nimetoka Meru. I preached to her. Nikamwambia yeye ingia keti hapo. Nikaanza kumhubiria. Akaniambia please don't mention anything about Bible. Nikamwambia umeingia ofisi ya Biblia. Na siwezi Biblia kwa meza. Nisimention mambo ya Bible aje. Anasimama. Anamwambia keti. Nitamention Bible. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na many young people wako hivyo. Nikamwambia sasa mimi ningependa tafadhali uokoke na uamini huyu Yesu. Akaniambia mambo ya churches ni scam. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niliposikia kanisa ni scam, nikasikia hasira imeanza kukuja. Roho Mungu akaniambia tulia. Nikatulia tu, nikaanza kuongea pole tu. Namwambia hauwezi toka hiyo ofisi bila kuokoka. Akisikia njina kuokoka anaamka kwa kiti. Namwambia hapana, keti. Tulisumbuana 30 minutes. Nikamwambia sasa njoo umekataa kabisa hii mambo kabisa. Unaweza niruhusu nisome kifungu moja cha Biblia, alafu sasa tuongee hiyo biashara yako? Akasema soma. Nikasoma John chapter number 1 from verse number 1 to 16. Nilipofikia pale maandiko yanasema ya kwamba na wakakuja kwa walio wake wakamkataa, lakini wale walimkubali akawafanya wana wa Mungu. Nikaona ameanza kufanya kichwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kwa moyo, nikasema asante Yesu. Kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoona kichwa kikifanywa hivi nikajua hiyo pepo ya kukataa tayari imeshindwa na neno la Bwana. Anyway, nikaanza kushiriki hilo neno na yeye. Alitulia. Nikamwambia ningependa kuomba. Akasema pastor omba. Nikamwambia rudia nyuma yangu. Nikasikia amerudia, Bwana Yesu nimekuja mbele zako. Salimia mtu mwambie uko na kazi ya kufanya. Alitoka akiwa ameokoka. Alitoka akiwa amekiri Yesu. Baadaye ndio nikajua ni wa Satan technical in Meru. So
Nikamwambia ukitoka hapa enda preach this Jesus. Akaniambia naenda kuhubiri huyu Yesu. Hallelujah. Tuko na kazi ya kufanya. Tuko na kazi ya kufanya, na hiyo kazi ni yako na ni yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Aguza mtu, mwambie kazi ni yako. Mwambie usiruhusu watu waende hell. Number two, why we should win soul. Number 2, to set the captives free. To set the captives free. Remember injili ya kwanza ya Yesu katika Luka chapter 4, alitisha kitabu hekaluni, akasoma ile Isaia 60 na akasema ya kwamba the Spirit of God is upon me to preach freedom to the captives. So Isaiah 49 verse number 24, Isaiah 49 verse number 24, Isaiah 49 24, Bible inasema kwamba can a plunder be taken from warriors, or captives be rescued from fears? But this is what the Lord says. Yes, captives will be taken from warriors, and plunder retrieved from the fears. I will contend with those who contend with you, and your children I will save. So the Lord is ready to set the captives free. Paul anasema ya kwamba wale ambao tumeokoka, we are the soldiers of Christ. What is the work of a soldier? To rescue, to bring peace, to protect. So if we are spiritual Christian, we need to go out and rescue others ambao wanakuwa harassed by the devil. We need to go out because we are strong to rescue. Jina la Bwana libarikiwe. 3, why we should win souls. To depopularize hell and to popularize heaven. John 3:16 inasema hataki watu wa perish but to have eternal life. Matthew 25 verse number 41. Matthew 25 verse number 41. Tunaona hell haikuwa imeumbiwa mwanadamu yoyote yule. Hell haikuwa imeumbiwa mwanadamu yoyote yule. So ni wewe utataka kujipeleka hell. Hell haikuundiwa mwanadamu yoyote yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Si usalimie mtu mwambie hell haikuundiwa wewe. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cast into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So hell ilikuwa prepared kwa sababu ya kina nani? Devil and his angels. Hao wengine ni wale watajipeleka juu ya kukataa Yesu tu. Na sasa kazi yetu ni kuhakikisha with the strength we have as a young people, kazi yetu ni kuhakikisha tumenyang'anya shetani si useme napokea neema ya kunyang'anya shetani wengi. Na ile wimbo inasema ya kwamba tumevuna wachache safari hii. Kwa jasiri jiandae mapigo ya Bwana. Point number 4, why we should win souls kabisa as a young people, maana tuko na hiyo strength, ni kwa sababu hell is not a good place. Na tusipofikia watu, kuna wale wataenda hell kwa sababu hatukuwafikia. Hell is not a good place. Anyone cannot think about hell at all. It is a place of eternal punishment. It is a place of eternal punishment. That is why unastahili kuona mtu ameenda astray, unatoka with the strength, unang'ang'ana, unarejesha katika njia ya Bwana. Maandiko yanaonyesha the punishment in Matthew 25 verse number 46. Because of time utaenda kusoma Matthew 25 verse 46, Revelation chapter 21 verse 6 to 8, Revelation 21
6 to 8. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 9. Hell is a place of eternal punishment, forever punishment. That is why we need to go out and rescue those who are harassed by the devil. Kwa vyovyote vile. Sema ninaenda kule nje kuwaleta. Ya tano, why we should win souls as young people. It is to bring sense to the lost and to show the unconditional love of our Lord and our Savior Jesus Christ, and the conditional love of our Lord Jesus Christ. Hiyo tunaona in Romans 5:8. Tunaona in John chapter 15 verse number 13 and 14. Tupee hiyo John 15, 13 to 14. Tupee hiyo pale kwa media. Then unaweza enda kusoma hii nyumbani. 1 John chapter 4 verse number 9 to 10. Tupee pale kwa media John 15, 13 to 14. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Na ametucommand twende tukavune nini? Nafsi. Jina la Bwana libarikiwe. So we become his friends wakati ule tunaobey kile ambacho amesema. Anaonyesha upendo wake kwa njia ya kujitoa uhai wake. Na sisi tunastahili kutoa strength yetu na kuhakikisha wengi wamekuja katika Kristo. Point number 6, why we should win souls. It is because we are Christ's ambassadors. We are Christ's ambassador. Hivyo ndivyo maandiko yanatuita ambassador of Christ. Who is an ambassador? Ambassador is an official envoy, especially on a high-ranking diplomat who represents a state and is usually accredited to another sovereign state or to an international organization as the resident. Is a representative. So maandiko anapotuita the ambassadors of Christ, sisi ndio tuna represent Christ wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tuna represent Christ wapi? Hapa duniani. Nakumbuka Bible inatuambia our citizenship is in heaven. Our citizenship is in heaven. Philippians 3:20. Philippians 3:21. Our citizenship is in heaven. So we are Christ's ambassadors here on earth. So we need to go out and represent Christ and show people Christ. Why? We are spiritual Christians. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Kuna spiritual Christian kwa hii nyumba ya Bwana. Spiritual Christian, inua mkono wako juu. Wale wengine wote ni kano na natural. Wale wengine wote wazainua mkono ni kano na natural. Spiritual Christian, inua mkono wako juu. Sasa if you are spiritual Christian, then we are ambassadors of Christ here, the representative of Christ here, and our citizenship is in heaven. So what we speak what our master speaks. Hallelujah. We speak what our king speaks. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisikia certain ambassador, maybe ambassador wa America hapa Kenya akiongea kitu, ni nini naongea? Ni America inaongea hiyo point. Bwana Yesu asifiwe. So we are ambassadors of Christ here. So we need to speak what Christ is speaking. We need to do what Christ is doing. Jina la Bwana lipewe sifa. Point number, ninaenda haraka. Point number, why you should win soul. It is a wise thing. It is a wise thing. It is being wise. Proverbs 11 verse number 30. Proverbs 11 verse number 30. You need to win soul. You need to go out. Inasema namna gani? 1, 2, 3 tusome.
The fruit of the righteous is a tree of life. And the one who is wise saves life. Tupe na King James Version. The one who is wise saves life. Unapotoa mtu katika njia ya kupotoka, umesave life. Life ambayo ingekuwa destroyed by the enemy. Life ambayo imekuwa harassed by the enemy. Umesave life. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that, si usome, he that, wale wanacheka pale wanasoma gani? Hao wanacheka hapa wanasoma gani? Unasoma gani? Huyo ndugu atusomee, ni ndugu ama ni dada? Atusomee. Wacha kuangalia nyuma. Tusomee. Tusomee. Karibia mtu mwambie sikiza kile kinahubiriwa. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls. Hallelujah. And he that winneth souls is wise. Amen. Nikikumbuka hiyo scripture nasikianga kwenda nikihubiri. Nikisikia hiyo nikikumbuka hiyo scripture, the one who is wise, the one who is wise. Niko na watu wako wise katika hii nyumba ya Bwana. The wise people wako wapi kwa ishara ya mkono? Wise people. Wise people, they win souls. They save lives. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Guza mtu muambie kuanzia Sunday ijayo, enda ukajaze young people kwa kanisa lenu. Waende barabarani, vijijini, walete kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Point number 8. It has a kingdom reward. It has a kingdom reward. Daniel chapter number 12. Daniel chapter number 12 verse number 1 to 3. Winning souls, it has a kingdom reward. It has a kingdom reward. Winning souls. Jina la Bwana lipewe sifa. It is not a easy thing, but because maandiko yametuambia, I write to you young people because you are. I write to you young people because you are strong. Yes, you are strong. I am an overcomer because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer.